imeanza mwaka 2018 ikiwa na idadi ya wanafunzi takribani 10. Madrasa hii imepita katika vipindi mbalimbali kwa maana ya kubadili walimu na majengo ya msikiti. Pia mnakumbuka mwanzo tulikuwa jengo la nyuma, jengo la tope. Baadaye tukapata wafadhili wakatujengea jengo hili ambapo tupo sasa. Naomba nisome mafanikio ya madrasa yetu. Moja, idadi ya wanafunzi wameongezeka kutoka 10 mpaka 64 kwa sasa. Namba 2, tumekuwa na wanafunzi 17 wanaoishi chuo kwa maana msikitini kwetu. 3, kuwepo kwa mwalimu wa kudumu wa madrasa yetu. Wengi tunakumbuka tumekuwa tunabadili walimu wa madrasa mara kwa mara, lakini kwa sasa tuna mwalimu wa kudumu ambaye anafanya madrasa yetu kuwa hai. Namba 4, wanafunzi kuendelea kuhifadhi Qur'ani na masomo mengine. Nafikiri wazazi tumejionea hapa kwamba watoto wetu wanafundisha masomo mengi. Namba 5, mafanikio mengine. Namba 5 ni baadhi ya Waislamu ama wanasima kusilimu na kuwa Waislamu. Tumejionea mabinti hapa wakisoma masomo mbalimbali hapa. Wote tunajivunia, tunaona mafanikio. Namba 6 ni kuanzishwa kwa ujenzi wa nyumba ya mwalimu. Naomba niende kwenye changamoto. Wanasema kila kwenye mafanikio kuna changamoto zake. Moja ya changamoto inayokabili madrasa yetu ni baadhi ya wazazi kutohimiza watoto wao kufika kwenye madrasa. Changamoto namba 2 ni changamoto ya chakula wanafunzi wanaishi chuo. Changamoto namba 3, wazazi kutofika katika vikao vya wazazi. Tumekuwa tukifanya vikao vya mara kwa mara, lakini baadhi ya wazazi hawafiki. Kwa hiyo tunatoa wito tuwe tunafika kwenye vikao. Namba 4, baadhi ya wanafunzi wa madrasa kufika madrasa bila kuwa na majuzu ama masahafu. Hivyo hii humpelekea mwalimu kupata wakati mgumu wakati anafundisha. Changamoto nyingine ni kutokuwepo kwa nyumba ya mwalimu katika eneo la msikiti. Tukumbuke kuwa mwalimu wetu anaishi nyumba za kupanga ambayo iko mbali na eneo la msikiti. Kwa hiyo kwetu tunaona hiyo ni changamoto kubwa. Baada ya kuangalia mafanikio na changamoto, naomba niende kwenye shukrani. Shukrani ya kwanza naomba iende kwa shekhe wetu wa mkoa, Sheikh Isa Kwezi, kwa juhudi zake za dhati za kuendelea kusimamia chuo kwa maana ya kuwapatia wanafunzi mahitaji ya chakula na mahitaji mengineyo. Shukrani nyingine naomba iende kwa shekhe pia kusimamia swala la posho ya mwalimu, ambayo siku za nyuma tulikuwa tunachangishana, lakini kwa sasa inapatikana kupitia baraza la BAKWATA kwa maana halmashauri ya BAKWATA mkoa. Shukrani zingine ziende kwa wafadhili wa muda wote wa madrasa yetu. Tunaendelea kuwashukuru na tunawashukuru sana kwa sababu wamekuwa wako pamoja nasi kuhakikisha madrasa yetu inasimama
na kuhakikisha mwalimu anapata posho yake. Shukrani za mwisho naomba kipekee kabisa ziende kwa mama zetu wa msikiti wa Silma wakiongozwa na viongozi wake. Hakika akina mama hawa wamekuwa nguzo imara sana kuhakikisha maendeleo ya msikiti wetu yanasonga mbele, ikianza na ujenzi wa nyumba ya mwalimu. Walisimama imara kuhakikisha wanafyatua tofali na kuhakikisha nyumba ya mwalimu inasimama. Tunawashukuru sana akina mama wote wakiongozwa na viongozi wao. Baada ya kwenda kwenye shukrani, niseme basi niwashukuru wanasima wote wakiongozwa na mwalimu wetu wa madrasa, ambayo hakika leo tumefurahi, tumeona watoto wetu wako vizuri, kwa maana amewalea vizuri kimaadili na kimasomo. Tumshukuru sana mwalimu wetu kwa juhudi zake. Baada ya kusema hayo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.